Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja na ujumbe unaosema kwamba mwanadamu si mgonjwa wa akili kiroho. Ana uwezo wa kuchagua. Tunafundishwa kwamba mwanadamu alianguka dhambini, lakini hakupoteza uwezo wake wa akili wa kufikiri, uwezo wa kuchagua na kusikiliza na kuisikia sauti ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 1:27 neno la Mungu linasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Fundisho hili katika Biblia linatufundisha kwamba mwanadamu ana uhuru wa kufikiri, wa kuchagua. Na kama ana akili ya kufikiri, anayo dhamiri ya kutofautisha mema na mabaya, lakini pia uwezo wa kufanya maamuzi. Kupitia hili fungu la sura ya kwanza mstari wa 27 kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo mwanadamu ana mambo matatu au kama si manne, ya kwamba ana akili ya kufikiri, hilo jambo la kwanza. Lakini pia ana dhamiri ya kutofautisha mema na mabaya, jambo la pili. Lakini pia ana uhuru wa kuchagua au wa kufanya maamuzi, kwamba hili nilitende au nisilitende. Kwa hiyo huyu mwanadamu kimsingi ana akili. Dhambi iliharibu, lakini haikufuta ule uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo dhambi ilileta udhaifu, si kufutwa kwa akili kwa mwanadamu. Kwa hiyo tunapoletewa dhana na baadhi ya watu ya kusema kwamba mwanadamu ana ugonjwa wa afya akili au hana akili, hilo si kweli. Kama mwanadamu huyu mtu hana akili, Mungu asingemuita huyu mtu njoo tusemezane. Unaposoma kitabu cha Isaya 1:18, Mungu anasema njoo tusemezane. Mungu anamuitaje mtu ambaye hana akili njoo tusemezane? Huwezi kumuita tusemezane kama hana uwezo wa kufikiri. Inaonyesha kuwa mwanadamu bado ana uwezo wa kuitikia sauti ya Mungu, au bado ana uwezo wa kuitikia hoja za Mungu. Tunaposoma katika kitabu cha nukuu ya Ellen G. White inayosema Step to Christ, ukurasa wa 18, inasema kwamba ingawa mwanadamu ameanguka, hajaachwa bila tumaini, kwa neema ya Mungu tutashinda. Bwana Yesu asifiwe.